kitu cha pili ambacho unatakiwa kujiepusha nacho sana. Kama hujabahatika kuona ile video ya kwanza iliyokuwa inazungumzia damu, itafute hapo kwenye akaunti yangu, utaiona ili uanze mwanzo wa somo letu, alafu tuendelee kwa pamoja. Sasa leo tutajifunza kitu cha pili ambacho ukiwa nacho au kikionekana kwenye maisha yako kinaweza kukuharibia maisha. Kitu cha kwanza tuliona damu, lakini kitu cha pili ni machozi ya watu. Moja ya vitu ambavyo unatakiwa kujiepusha navyo sana ni machozi ya watu. Yaani, pambana uwezavyo usije ukasababisha watu kulia kwa ajili yako, usije ukasababisha watu kukulilia machozi, usije ukasababisha watu kumwaga machozi kwa ajili yako, yaani watu wakawa wanalia na wewe ndio umesababisha wao kulia. Machozi ya watu hayawezi kukuacha salama, yatakutafuna, yatakuharibia maisha. Kwa hiyo tukasome kile kitabu cha Mhubiri sura ya 4 mstari wa kwanza. Biblia inasema, kisha nikarudi na kuona madhalimu yote yanayotendeka chini ya jua, na tazama, machozi yao waliodhulumiwa, ambao walikuwa hawana mfariji. Moja ya vitu ambavyo Sulemani akiitazama dunia anaviona, anayaona machozi ya watu, anayaona machozi ya mnyonge, anaona watu wanalia. Maanake kama mtu analia, ujue kuna watu wamemliza mtu huyu, au kuna mtu amemliza mtu huyu. Kile kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7, Bwana anamwambia Musa, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Manake Mungu akiwatazama watu wake anawaona wanalia. Ninapozungumza machozi inamaanisha pia kilio. Mtu anayetoa machozi maana yake analia. Unapomtendea mtu hiana, unapomwonea mtu, lazima ujue kwamba atalia. Kama hatalia nje, atalia ndani, na hakuna machozi hatari kama ya mtu anayolia ndani. Kwa Wamisri walipigwa yale mapigo 10 na zaidi, waliteketea, walikufa kwa sababu walisababisha Israeli kulia. Ukiwa umezoea kuliza watu, unaweza siku moja ukajikuta umemliza mtu ambaye anapolia machozi yake au kilio chake kinafika mbinguni moja kwa moja, na Mungu akishuka kuangalia nini kimemfanya mtu huyu alie, alafu Mungu anakuona wewe umemsababisha mtu huyu kulia, hauwezi kubaki salama, kama ambavyo Misri hakubaki salama aliposababisha Israeli kulia. Katika vitu vinaweza kukuharibia kabisa maisha ni kusababisha wengine kulia. Je, umesababisha watu wangapi wanalia? Kuna wakina baba wengi sana ambao mmetelekeza watoto wenu, mmewaacha kwa mama zao na hamna habari nao kabisa, wakati uwezo wa kuwasomesha mnao na uwezo wa kuwahudumia vizuri hao watoto mnao, lakini mmewatelekeza. Na ndio maana leo kuna kundi kubwa sana la masingomaza. Hawa masingomaza wanalea watoto peke yao, baba zao wako wapi? Baba, unakubali vipi unaenjoy na maisha na wanawake wengine, wakati mke wako uliyemzalisha na watoto wako uliowazaa wanalia kule, wanapata tabu kule? Ujue kwamba wale watoto wanapopata tabu kule, wanapoteseka, wanalia, na unadhani ni nani wanamlilia kama sio wewe baba ambao uliwaleta duniani? Kwa ndio maana unaweza kujikuta kuna mambo yako mengi hayaendi. Hata kama leo unajiona unafanikiwa, hata kama leo unaona mambo yako yanaenda, lakini nataka nikuambie, kwa sababu ya machozi ya wale watoto ambao umewatelekeza, wanalia kwa ajili yako, iko siku yatakutafuna hayo machozi, iko siku yatakuadhibu hayo machozi. Lakini pia kuna watoto ambao mmekulia kwenye familia mazingira duni, familia masikini. Pamoja na kwamba mmezaliwa kwenye familia masikini, wazazi wenu walijitahidi sana kadiri walivyoweza, wakakuhudumia, wakakutunza, na wakati mwingine wakakusomesha, ukasoma, ukamaliza, ukaanza maisha yako. Baada ya kuanza maisha yako, umeambatana na makahaba, umeambatana na wanawake, umeambatana na starehe, umewasahau wazazi wako. Na wengine mmeambatana na wake zenu na waume zenu, mmewasahau wazazi wenu. Wale wazazi kule vijijini wanalia machozi,
Wengine wanasema laiti tungejua tusingezaa. Wengine wanasema laiti tungejua tusingemsomesha. Wanavyoongea maneno haya kwa machozi na kulia, machozi ya wazazi wako hayawezi kukuacha salama. Nimekuletea somo hili, nataka ubadilike. Inawezekana mambo yako hayaendi na haujui. Hebu jitathmini kwenye maisha yako, ni wangapi wanalia kwa ajili yako? Je, wazazi wako, watoto wako wanakuwazia mema? Wanakuwazia baraka? Mioyo yao inawaza nini inapokumbuka jina lako? Kuna watu kwenye maisha yenu, kila mtu anapokumbuka jina lako analia. Kila mtu anapokumbuka kuhusu wewe analia. Kijana wa kiume, umesababisha wasichana au mabinti wangapi wanalia kwa ajili yako? Binti, umesababisha vijana wangapi wa kiume wanalia kwa sababu yako? Umewatapeli wangapi na ulipowatapeli wamelia? Umewadanganya wangapi na watu uliwaaminisha kuwa utawaoa na baadaye ukawaacha kwa aibu na fedhea wakalia? Na ndio maana maisha ya wengi yameharibikia hapo. Ndoa nyingi leo haziendi sawa, kwa sababu kijana wa kiume kuna mtu analia kwa ajili yake, na binti naye kuna kijana wa kiume analia kwa ajili yake. Kwa watu hao wakikutana, huyu analiliwa, huyu analiliwa, huyu ana deni, huyu ana deni, hamwezi kubaki salama. Mungu akusaidie sana kijana. Ikiwa kuna mtu uliwahi kumliza, ikiwa kuna mtu unajua kabisa analia kwa ajili yako, kimbia haraka sana kaombe msamaha. Kuna baadhi ya makanisa, kuna baadhi ya madhabahu, kuna baadhi ya maaskofu mnadaiwa machozi ya watu. Ngoja niseme kitu kimoja, madhehebu mengi sana na makanisa mengi sana na maaskofu wengi sana, kijana au mtu anapoitwa kwenye huduma, huwa anapoenda kuanza huduma, maaskofu wengi sana, taasisi nyingi sana za dini huwa zinafanya kama hazimuoni. Lakini yule mtu anapoenda kule kwa taabu, anapambana, aidha anaweza akaanza huduma yeye na mke wake, yeye na watoto wake, wanaanza huduma kwa taabu. Wanapoenda kuanza huduma, askofu hata kiti hamchangii mtu huyu, hata spika hamchangii mtu huyu, hamchangii chochote mtu huyu. Lakini yule mtu anapoenda kule, Mungu anapomuinua, anapofanikiwa, kanisa linapokuwa kubwa, amefanikiwa kuwa na watu wengi, amefanikiwa kujenga jengo zuri, amefanikiwa kununua vyombo vingi vya muziki, amefanikiwa kutengeneza kanisa zuri, ndipo maaskofu sasa wanapoinuka na kumfanyia figisu na kumtoa kwa hila. Yule mtu anapotoka hapo, anapoondoka hapo, yeye na familia yake wanaenda wanalia, wanamlilia Mungu. Kwa utakuta madhabahu hiyo haiendi, utakuta maaskofu wengi sana wanadaiwa machozi ya watu, wanadaiwa machozi ya watumishi. Maana wakati wanaenda kuanza huduma hamkuwachangia, hamkuhusika kwa lolote, lakini wanapofanikiwa kwa hila na iana, mnawatoa kwenye hizo madhabahu. Kwa hiyo ndio maana nasema hata baadhi ya maaskofu mnadaiwa machozi ya watu.